Habari ndugu mtazamaji wa Ajira Zetu TV. Leo ndani ya kipindi chetu tumemtembelea dada mmoja anaitwa dada Jackie. Dada Jackie anashughulika na uwakala wa M-Pesa, Tigo Pesa, lakini pia ana CRDB, ana NMB, ana NBC. Kwa ujumla anashughulika na mitandao yote. Dada Jackie, karibu sana. Asante. Nilikuwa nimekutembelea, nahitaji kujua uwakala, historia yako fupi ya biashara yako. Umeanza lini, ilikuwaje mpaka ukafikiria kufanya biashara ya uwakala na sio kitu kingine? Mi wakala nimeuanza baada ya kumaliza chuo. Mi nimesoma chuo UDSM, Bachelor of Art with Education. Kwa baada ya kumaliza chuo ilikuwa 2020 nikakaa kama miezi miwili, nikaona hakuna kitu kingine cha kufanya, nikaona kabla sijapata ajira nitafute kitu kingine cha kufanya huku nikiwa nasubiri ajira. Kwao nikaingia kwenye issue ya wakala. Before sijaingia nilianza kwanza kufanya investigations kwa watu ambao wameshafanya hii kazi. Nikaa naenda na wahoji na wauliza how can you get profit kwenye hii kazi. Wakawa wananielezea 1 2 3, nikaipenda, nikaanza nayo. Kwa hiyo in short kazi nilianza baada ya kumaliza chuo mwaka 2020. 2020 ndo nimeanza hii kazi. Wow, ni very interesting. Dada Jackie, kwa nini hukuanza kuapply kazi kwenye shule labda za private, sehemu nyingine? Kwa nini hukuanza kufanya hivyo, ukaanza kufanya biashara kwanza? No, niliwaza kufanya hivyo lakini kwa sababu mimi siwezi kufanya kitu kabla sijakifanyia investigation. Kwa kabla sijaanza hii kazi ya kujiajiri nilikuwa naanza kwanza kuwauliza watu ambao wamemaliza chuo kabla yetu sisi, ambao tayari wameshaenda kufanya kazi kwenye shule mbalimbali binafsi kujitolea. Kwa nikaa nawauliza changamoto kule zinakuaje. Wengi wao wanapata changamoto nyingi kwenye issue ya ajira. Kwa unakuta wakiwa kule wanaweza wakaambiwa let's say unakuja kufanya kazi kwetu, shuleni kwetu, utakuwa tunakulipa labda 400,000 au 500,000 kwa mwezi. Ila inapofika mtu amefanya miezi 2, 3, 4, changamoto ya kulipwa inakuwa inaanzia hapo. Mtu anaanza kuwa analipwa nusu, mara mwezi ukifika halipi tena ile hela. Hata kama ni 300,000 labda amepewa ndo atapewa kama ajira, ila unakuta hawaipati kwa wakati. Sasa nikaa naona kwa maisha yangu na malengo yangu na vitu vyangu ambavyo nataka kufanya mbele itanichelewesha. Kwa hiyo nikaona moja kwa moja nije niingie kwenye kujiajiri mimi mwenyewe, nione naweza nikapambana, nikaweza na enjoy. Okay. Ni uliwahi kupenda kufanya biashara au changamoto za ajira ndo zilikupelekea wewe kufanya biashara? No, apart from changamoto, ila hata biashara mimi nilipenda tangu niko mtoto. Unajua sisi tumetoka vijijini. Yaani tumekuja tu kama chuo kimetuleta, then tukaanza kutafuta fursa za kufanya. Ila mimi kwetu nimetoka kijijini. Na nakumbuka kijijini nilivyokuwa mdogo nilikuwa naenda kuuza maembe sokoni. Kwa hiyo mimi biashara sijaianza hivi. Yaani bado niko mdogo. Baba ananiangulia maembe, mimi babangu ananipenda sana na mimi nampenda pia. Kwa hiyo ikifika msimu wa maembe kama hivi mwezi wa 12, ile tunatafuta nguo za sikukuu. Yaani mzee lazima akupeleke shamba, uende wakakuchukulie maembe, yaje nyumbani yaive, upeleke sokoni ukauze, tunauza tunapata 1,000, tunapata 2,000, tunaweka. Ikifika sikukuu mzee anaenda kununulia gauni, hivyo. Kwa hiyo mimi biashara nimeanza bado niko mdogo na napenda sana biashara sana. Wow. Kwa ufupi umetembelea kwenye kipaji chako toka ukiwa mdogo. Na nafanya na niko very comfortable, very interested. Yaani ni kitu ambacho nafanya napenda. Yaani napenda hata kama sawa ajira hivyo hazipo, lakini pia hata biashara ni kitu ambacho mimi kiko inborn na nakipenda sana. Kwa hiyo nilikianza kitambo. Sawa. Na umefikiria kwa hapo ulipofikiria, umewaza kwamba labda ikitokea ajira ukaajiliwa utaenda kuajiliwa kweli au ushanogewa na hela za uwakala? Itategemea na ajira pia na kipato. Yaani hiyo salary nitakayoipata ikoje, then ni compare hiyo salary na malipo yangu nayokuwa najilipa mimi kwa mwezi kupitia biashara yangu. Nikiona kama iko juu kuliko hii naweza nikafanya, kwa sababu mwisho wa siku naweza nikamwajiri mtu hapa, ikifika jioni na kuja kufanya mahesabu naondoka. Ila lazima iwe ni ajira ambayo itakuwa ni kubwa kulingana na kipato ninachokipata kwenye kazi yangu hii. Ndugu mtazamaji, endelea kumuenjoy dada Jackie na biashara ya uwakala. Lakini pia dada Jackie, hamna kitu ambacho hakikosi changamoto. Ni changamoto gani unazipata ukiwa hapa? Changamoto zetu kwanza ni nyingi sana. Cha kwanza matapeli.
Yani matapeli kama hujasoma kidogo, namshukuru Mungu kwa sababu elimu yangu pia inanisaidia kutambua labda huyu mtu amekuja is wrong person or not, lakini kwa kweli ni changamoto ambayo moja ni kubwa. Mtu anaweza akaja akafika tu labda yuko busy na simu, anaongea lolo, anti mambo poa, nataka kutuma hela sehemu fulani, okay fine, leta tutume. Anaweza kukulazimisha utume hela kabla yeye hajakupa ile, kwa sababu tena ameshaji keep busy, labda anaongea na simu. Kwa hiyo usipokuwa makini kwenye kumwambia labda okay, ukimaliza kuongea tanipa hela tuhesabu, ili kwa sababu biashara yetu pia ina kanuni. Unapokuja kufanya kazi, na maana mawakala wakuu wanatuambia before hujamwekea mtu pesa inatakiwa uhesabu zile hela mara moja mara mbili, ujiashue kama hii hela iko sawa na ile hela ambayo anataka yeye kuweka umwekee. Sasa kuna muda wateja ni wengi, unakutana mtu anakuja yuko busy, yani unajua yani tapeli wanakuja kijanja. Kwa anaweza akaja yuko busy labda anaongea na simu, nakuja sio nini, sister niwekee hela hapo chap na kuwekea. Yani usipokuwa makini kwenye kumwekea ile hela ukaweka tu bila kuhesabu hela, unaweza kukuta anaondoka afu hela umeshaweka, ukisema uilisitishe washatoa. Kwa changamoto zinakuwa hizo. Changamoto pia inakuja, unakuta mtu anakuja na pesa zake amezikunja kitapeli. Let's say labda ana 10,000 15,000 nyingi au 1,000. Kwa unakuta amezikunja, usipokuwa makini kwenye kuzihesabu zile hela, au anaweza kaja na bunda mbili. Mimi shai kunitokea siku moja. Amekuja mkaka, kipindi bado sijapata frame, maana mimi nimeanza kwenye mwamvuli pia. Nimeanza kwenye mwamvuli, jua langu, mvua yangu. Baada hapo ndo nikapata frame. Kwa before niko pale chini kwenye mwamvuli, alikuja mkaka mmoja, very smart, handsome. Yaani uweze hata kumtarajia kama ni tapeli. Kaja na hela zimekunjwa nyingi, anadai ana mdogo wake amempa mimba mwanafunzi. Kwa hiyo inabidi polisi wapewe hela ili atolewe. Akaja akafika ananiambia, dada nataka kutuma hela. Nikamwambia karibu. Asubuhi kama saa 4. Amekuja nimehesabu zile zilikuwa nyingi, yani 1,000 nyingi kama 400. Zina 1,000 na 2,000 na 5,000 chache. Kwa mimi nimetoka pale nimezikunjua zile, nimehesabu vizuri, afu nikazipanga kama ninavyozipanga mimi. Nimemaliza na hisi aliniona kama ule muda tu kwanza kuzihesabu akaniona niko makini. Akasema okay fine, baadaye akasitisha. Akaniambia okay, kwa hiyo umesema tusitume sasa hivi? Usitume, sijui bado kuna issue gani? Yani namsikia anaongea na simu. Akasema okay post usitume, sijui nini na nini. Baadaye akaniambia okay sister, naona amezingua, tusitume hiyo hela. Sasa baada ya hapo nilikamrudishia zile hela. Sasa nilipompa zile hela akaendelea kuongea na simu. Akatoka kama hatua 2, baadaye akarudi. Alivyorudi akaniambia sister tutume ile hela. Sasa akanipa bunda. Kumbe sio lile bunda ambalo mimi nilihesabu, ni bunda lingine. Kwa hiyo kwa kumaanisha kama ningesema ni itume kabla sijahesabu, ningekuwa nimekula loss. Kwa hivyo nipa tena ile hela, mimi ikabidi tena nihesabu. Sasa nilivyohesabu ile hela iko nusu. Nikamwambia rafiki yangu, you are so handsome. Unafaa kuwa mume wangu kabisa. Yaani unaweza kuja ukani approach, nikawa demu wako, nikawa mke wako, tukapanga maisha tukaenda. Unakuja kunidhulumu mimi hela, kunitapeli asubuhi saa 4. Kweli wanaume wengi sana kule wana frames za wakala, kwa nini unaenda kutapeli wanaume wenzio? Yaani mimi ni mke. Yaani unaona you are handsome. Mimi mwenyewe I'm so beautiful hata kama nafanya hii kazi, lakini wewe ilitakiwa uje uniapproach mimi tutengeneze maisha, sio kunitapeli. Nikamwambia okay, nikuitie watu. Niwaambie kama wewe ni tapeli, kwa sababu kuna watu wengi sana. Yaani yule kaka alipoa. Uweze amini hata ile hela aliacha. Ikabidi akimbia aondoke. Kwa alivyoacha ile hela nikasema thanks God, mimi nikabaki naendelea kwa sababu kwa ameamua kunitapeli hivyo. Kwa hiyo changamoto ni hizo, yani matapeli nini hivyo. Changamoto zingine anaweza ukapata wateja wazuri wa kaka, wanakuja kufanya kazi kwako, kumbe wao wana interest nyingine kabisa. Kwa unakuta mtu ni mteja anakuja anafanya miamala mingi, unajua kabisa hivyo nimepata mteja, siku anaweza kukuapproach, ukimkatalia umepoteza mteja. Pia hiyo tena ni changamoto nakutana nayo na inaniuma sana. Kwa hivyo changamoto zipo tunapata. Yeah. Okay, dada Jackie. Sasa nilikuwa nawaza kitu kimoja. Changamoto tunazipitia na nadhani unajitahidi sana kuziepuka kwa kuwa makini, kwa mfano changamoto za utapeli. Lakini dada Jackie, kuna wanafunzi wapo, kuna watu wako mtaani, kuna waliomaliza chuo, kuna watu wazima wanafikiria kufanya kazi ya uwakala. Wewe unawashauri nini? Kwanza nachoweza kuwashauri, kwanza wakala una pesa. Inategemea tu na location ulionayo na mtaji pia ulionao. Ila wakala una pesa, yani wasichague kazi yoyote mtu inabidi ufanye. Haijalishi una elimu, haijalishi wewe ni mzuri, haijalishi nini. Mimi nimesoma UDSM hapo. Nimekaa Bibo hostel humo ndani miaka yangu yote 3.
na nilikuwa natoka nje. Kwa hiyo hizi stationaries nini wote wananijua kama ni mtu ambaye nimemaliza chuo. Lakini nilikaa nikawaza ajira hakuna, nikienda kuomba kazi sipati, ikabidi nianze na wakala wa kwenye mwamvuli. Nimekaa mimi kwenye mwamvuli mwaka mmoja na miezi 6. Jua langu mvua yangu, lakini nimefanya na ninapata. Yaani sikosi hela ya kula, sikosi hela ya kulipa kodi, sikosi hela ya kumtumia baba yangu nyumbani kwa sababu nampenda sana baba. Ni kila mwezi nimeshampangia budget. Kwa unavyolipwa kamisheni yangu na babangu lazima nimpe kidogo apate, anibariki, na yeye ajiproud yuko kijijini na mtoto wangu yuko da amemaliza chuo anafanya kazi yake. Kwa hiyo wasiogope. Ajira hazipo sasa hivi, kwa hiyo wafanye kazi yoyote ili mradi iwe ni legal tu basi. Unapofanya kazi ambayo unaona wewe unaifanya na watu wakiwa wanakuona wanakusupport. Mtu hawezi kukusupport kama haujaanza kitu chochote. Kwa unapoanza mtu anakuja, unafanya kazi na nini? Kwa nini usifanye kitu fulani? Labda unamwambia I don't have this. Mtu anakuambia okay, mimi nitakuazima hichi kitu fulani, fanya hivi, fanya hivi. Kwa unapoanzisha kufanya kitu ndipo unapopata na watu wanaweza kukusaidia kupitia biashara yako ulianzia. Ila ukikaa tu nyumbani unatamani kufanya hiki na hiki na hiki, hakuna mtu anaweza kukusaidia hata kidogo. Ila ukianza watu wakakuona the way how you are hustling, watakusaidia tu. Watu wapo wana roho nzuri. Hivyo. Kwaona mimi na watu wananisaidia sana. Ila kupitia tayari wameshaniona mimi hustling zangu nimeanza. Hivyo. Sawa. Mimi nadhani mawakala wa kike na wa kiume, lakini mawakala wa dada wakala umeupiga mwingi tunasema. Kiukweli umeupiga mwingi. Umewaza kuna mambo mengi wanawake wanafikiria kufanya, yani wakiamini kwamba mimi labda nitaolewa na mkaka mwenye hela, nitaolewa na mfanyakazi, lakini pia sio hivyo. Mimi nitadanga. Umeona kabisa. Lakini wao wamefikiria kufanya biashara, kujiajiri mwenyewe, kupata hela iliyo halali, ukawasaidia wazazi, ukarudisha fadhila. Mimi nadhani ni hayo yalionifanya nije kwako. Thank you. Mimi mwenyewe nimefurahi kuja kuhojiwa kwa sababu najua kipindi kitaangaliwa na watu wengi, kuna wadada wengi watajifunza. Ambacho nataka tu kuwashauri wadada, tufanye kazi. Tusichague kazi kwa sababu ya uzuri, tusichague kazi kwa sababu tumesoma tuna degree. Ajira hazipo, kila siku tunaambiwa. Ila we mwenyewe unaweza ukajiajiri na maisha yakaendelea. Kwa hiyo tusichague kazi. Tufanye kazi, tusiwe na zile perception kwa sababu Jackie nimesoma na degree, tapata mwanaume mwenye magari, mwenye nyumba, mwenye nini yani wale tayari wana processing. Yaani yeye mpaka anafika pale alipo, tayari ana mahusiano mengi hapa katikati amekuwa nayo. Kwa hiyo sidhani kama anaweza tu eti mimi Jackie nimemaliza 2020 tayari tu nimpate mkaka mwenye gari, mwenye nyumba aje anioe. Hapana, sio kazi rahisi. Mimi lazima nitafute mtu, tuje tujengane, tutafute familia yetu. Kwa hiyo mimi nachoweza kuwashauri ndio hicho. Tulikuwa na dada Jackie wakala. Unaona kabisa maeneo ni ya wakala, eneo ni hosteli za Mabibo. Jamani dada Jackie, mimi nimefurahi sana kukuona. Nimekuwa motivated sana na biashara ya wakala. Si na mimi nifungue. Karibu. Ndugu maeneo tu karibu. Sawa. Dada Jackie, endelea kutazama channel zetu, huwa tunaposti mambo mengi. Tunaposti tenda, tunaposti kazi, tunaposti biashara mbalimbali, lakini kuna vitu vingi pia vya kujifunza ukiwa kwenye Ajira Zetu TV. Usisahau kuingia kwenye channel yetu, kusubscribe, lakini pia kuangalia vitu gani vinatolewa kule.